Ndugu wapenzi watazamaji wa Kilimo ni Fursa TV, hapa tena nimekuja shamba jingine la huyu mzee Romanus Lugome, nija kuwaonesha kwamba ni kivipi analima parachichi bila kutumia maji ya kumwagilia. Anatumia tu maji ya msimu ambayo ni maji ya mvua tu peke yake. Sasa mzee, naomba uje uwaoneshe ni kivipi unafanya njia gani ambayo wewe inakupelekea uweze kulima kilimo hiki cha parachichi pasipo kutumia maji ya kumwagilia au maji ya visima. Unatumia tu maji peke yake ya mvua. Naona hapa kuna mashimo mengi mengi. Labda uwaelekeze ni kivipi na njia gani unatumia kulima katika ardhi kame na najua parachichi haichagui ardhi. Ardhi zote inastawi. Ardhi ni kame, haina maji kama unavyoona nyekundu kabisa. Kwa hiyo ni kivipi unatumia njia gani shamba lako listawi namna hii? Na miti yote inapendeza, ni ya kijani, haina marasmati wala kuachako hata mti mmoja haupo. Yote ni ya kijani mizuri. Ni njia gani ambayo umeitumia mzee wangu? Nafikiri kilimo tunalima kwa ubunifu. Hili ni shamba kama nilivyosema, ni shamba kame ambalo kwa kweli upatikanaji wa maji ni shida. Ndio. Kwa hiyo unabuni mbinu nifanyeje? Ndio. Mungu aliweka mvua. Ndio. Kwa hiyo unategea muda wa kwamba nivune ubichi. Ndio. Utunze shamba langu. Ndio. Kama ulivyoona nimechimba sahani pembeni. Ndio. Nimekuja nimeweka samadi. Kwa mvua zikinyesha mvua zikinyesha zinatiririka, zinakuwa humu. Sasa itakapokuwa imefika kiangazi sasa. Ndio. Kuanzia mwezi wa 4. Ndio. Mvua zinapoenda tu zinaondoka. Ndio. Tayari mimi naanza kufunga humu. Maana udongo wa juu. Ninauleta hapa. Hili shamba hutaliona lina mashimo hivi, utaona limekaa flat. Kwa sasa nitakuwa nimeshafuna ubichi ambao ulisha kuleta mvua. Ndio. Kipindi cha kiangazi, huu ubichi ulio kwenye shimo haukauki. Sasa unabaki vizuri. Na swali tena nyingine hapa. Sasa ni hapa chini umeweka manyasi labda umeweka au umeweka samadi peke yake ndio umeja kufunga juu shimo na. Hapa kama pana nyasi nilikuwa naweka nyasi na kuja naweka samadi na changanya na udongo, panabaki kama unavyopaona. Hapo ndo unavuna kwanza maji hapo baadaye unafikia ile shimo. Ukiwa na nafasi sasa una muda unatafuta matandazo haya. Unayatandaza hapa. Manyasi. Manyasi. Ukija yatandaza hapa manako umeziba ule ubichi uliokuwepo. Usitoke. Kwa mfano kama haya hapa. Unaingiza hapo yanakuwemo. Nyasi haya unaweka hapa. Unakuja unafunga sasa. Unafikia maki sasa ule ubichi ambao unafanya nyasi unabaki hapa chini au hami mapema. Kwa hiyo unyevu unabaki, na parachichi mara nyingi haitaki maji mengi, nataka unyevu. Ni kweli. Kwa hiyo unabaki kama ile kinywa maji bwana. Muda mrefu kweli. Haliwezi kuwahi kukauka. Ni kweli. Sasa mzangu, nilikuwa na swali moja labda. Je, unawashauri wakulima ambao wanalima maeneo kame kama wewe, unawashauri nini? Na kipi wafanye na kipi waboreshe? Na ni njia gani sahihi kuweza kutunza shamba lao lenye ukame kwa muda mrefu? Na namna gani labda kama kuchimba unapochimba hivi sio anafika anachimba mpaka hapa au anachimbaje? Huenda akachimba akaharibu shamba, lakini lazima tumuelekeze mkulima namna gani ya kuchimba. Ni kweli. Hili shimo lilichimbwa futi 4 kwa futi 4. Ndio. Sasa utakachochimba unatimba huku pembeni, unachimba unafuata futi 2. Kuja huku. Natoka hapa. Unachimba unazunguka zile futi 2 unazunguka nazo. Ndio. Ukishazunguka nazo zile futi 2, uhakikishe ile tabaka gumu ambalo lilibakia hapa katikati halipo. Kwa sababu usipofuata zile futi kutoka kwenye futi 4 ukaacha kipande kile kiudongo cha pale katikati, kile ni shida, lazima ukiondoe. Ibaki kama ilikuwa futi 4 ile ya kwanza, ukija uongeze hizi futi 2 inakuwa na futi ngapi? Futi 6. Kwa hiyo hapa futi 6 ndio zinakuwa zimezunguka za kutengenezea unyevu wako sasa. Maka hapo nimeweka matandazo. Nimeweka samadi, nimeweka mabanda, magogo. Mpoze hapo ndio pa kutunzia unyevu, ule unyevu unabaki unaozesha zile takataka ulizoziweka na baadaye zinageuka na kuwa mbolea, tayari parachichi na faida. Bado ule uozo unatunzaga maji muda mrefu sana. Sasa mzee, watu walikuwa wanajiuliza ni kwa nini mapacha sasa wengine wanasema unapokusanya labda maji hivi unaozesha mti wako. Je, ni kivipi unakusanya maji? Sio unaweka tu labda bwao hapa. Kwa sababu mapacha najua haitaki maji mengi sana. Kama unavyoona pembeni huko. Ndio. Humo. Humo ndio anacheza maji. Humo ndio anacheza maji. Humo ndio anacheza maji. Humo ndio anacheza maji. Hayawezi kuja hapa kuathiri mizizi yako. Kwa maana katikati hapa maji hataki kutuama. Tuama pembeni. Humo ndio anakutunzia unyevu baadaye. Kwa maana hapa chini pembeni sasa ndo kali mauzo yako. Ndio. Asante. Nionyesha wakulima fulani hivi kwamba
shamba moja ilikuwa na nyasi ndefu, hizi ni fupi. Ya nyasi ndefu zaidi zilikuwa zinang'olewa nawekwa humu. Wakasema kwamba hiyo sio njia salama. Je, wewe unashaurije? Unapoweka hizi nyasi ziozee hapa unatengeneza pia mbolea. Kwa sababu hii nyasi ni mbolea. Unapoweka hapa ukifukia vizuri umechanganya na samadi ioze, ndio chakula cha mmea. Mmea ndio unafaidi vizuri sana. Hawa wanaoweka hapa hawakosei, wanausogezea mmea chakula. Lakini lazima uwe na samadi uchanganye, ile samadi isaidie kuozesha yale manyasi uliyoyarundika hapa. Kwa maana manyasi yakioza, yakifyonza na unyevu, au mimi kiangazi napiga tu. Unaweza kusema namwagilia kumwagilia. Mimi sijawahi kumwagilia shamba ile hata mara moja, lakini toka napanda. Ili shamba tukizunguka mpaka kule chini, njoo aoneshe kidogo labda. Waone, maana sio akasema huko chini hapa kuna pambo. Kuna chembe hata moja ya mpira wa kumwagilia. Chembe hata hii. Ndio. Hata kipande sikiona bomba la kumwagilia. Lakini shamba limenawili. Ipo vizuri. Hizi ni ardhi kame ambazo nitakuwa tuzitunze kuanzia ya wasili vile vile. Na ukitaka kujua kwamba ardhi haina rutuba, haya manyasi haya haya yote. Nyasi zingeota. Kwa maana ardhi ni kame na pia yake ni ndogo sana. Lakini parachichi imestawi, unaona? Ipo vizuri. Ipo vizuri. Ni kweli bwana, parachichi shamba linang'aa nzuri. Romano Rugome. Baba. Umenionyesha kitu kizuri sana. Sasa unanishauri kijana kama mimi nifanyaje ili niweze kufanikiwa kama wewe mzee wangu? Ni kujituma tu kama nilivyosema mara ya kwanza. Ndio. Yaani ukiamua kujituma, fuata tu kanuni hizi tunazokuelekeza. Ndio. Utafika pazuri tu na utapata pesa nzuri kama kawaida. Wala utapata pesa kidogo. Hii parachichi bwana, unapoitunza ndipo yenyewe inakutunza. Lakini unapoidharau na yenyewe ndio zidi kudharau. Sasa mzee wangu, mimi bwana ni afisa kilimo, mwanafunzi ambaye nasoma chuo cha sayansi na teknolojia Mufti Mbeya. Kila siku nazunguka mashambani, takriban sasa nina uzoefu wa miaka 3. Na nimezunguka mashamba mbalimbali na pia nazidi kutoa elimu ambayo unanifundisha wewe, nami naenda kuwasambazia wakulima wengine na wenyewe wanazidi kufanya vizuri sana. Asante sana mzee wangu Romano Rugome. Nitakuja tena hapa kuchukua maarifa na maendeleo kuona shamba hili linaendeleaje. Je, miti imeoza kutokana na ukusanyaji wa maji? Je, hii miti imeendelea? Ili maana wanasema unajua sisi wasomi tunachokosea ni kitu kimoja. Kwamba sisi wasomi sisi ni sisi na wakulima ambao hawajasoma wao ni wao. Ndio maana siku zote msomi afanikiwe. Lakini moja kwa mkulima hapo niongeza maarifa, wasomi tafanikiwa. Asante. Asante sana. Asante sana. Karibu sana. Karibu sana. Wakulima wote mkitaka kumpata mzee huyu ama mkitaka kunifikia mimi ili mweze kupata huduma mabaya kutunza mashamba yenu namna hii na miti inawili kama hivi ya mparachichi, namba zangu za simu ni zile 0773707425. Asante tena. Bye.